Kitu gani imeisha hiyo wakati ni nini? Wewe mtulie. Nini unasema maliza? Nini unasema umaliza? I don't want peace. I want problems always. Yeah, so hello and what's up guys? Hello and what's up watu wangu? Of course, it's me here again, Alice Jeremy. And kama huja subscribe to our channel guys, consider subscribing. Yeah, na kama wewe ni returning subscriber, thank you for the support. Thank you for the love guys. Yeah. So najua wengi wenu mnanijua Espanol, we are on our way to 1000 subscribers guys. So kama kuna rafiki yako haja subscribe, mwambie akuja subscribe tu. Ku subscribe ni free guys. Mwambie yeye akuja afinye subscribe button, mweze kutusupport kufikia 1000 subscribers. Usikae na mtu hapo unajua haja subscribe. Usikae na mtu hapo na haja subscribe to our channel, haitakuwa poa. Yeah. So guys, the last time kama unakumbuka ilikuwa masaa ya around saa 4 hivi. Tumekaa nao tulikuwa tunangoja Simiyu around saa 4 about saa 8 ya mchana. Yeah, let me confirm. Guys, yeah, do it. Cameraman onyeshe. Yeah, saa ni around saa 8 ya mchana and nimekuwa nikingoja Simiyu. So daktari alitoka kiasi na pia brother ya Wanjiku Njuguna alitoka kiasi. And so mimi nikabaki hapa nikimngoja nani? Nikimngoja Simiyu akuje. So venye amefika nikasema why not listen to his side of the story. Unajua tusikie what happened kutoka kwake. You unajua getting first hand information niliwaambia it's crucial. It's so nice to have information from the horse's mouth. Yeah. So Simiyu. Yes. Habari yako? Nzuri sana, habari yako? Niko poa. Umekuwa je since the last time yenye tulipata? Unajua it's been a while. Sure. Mimi nimekuwa fiti, naendelea poa. Yes. Actually I thank God. Nimekuwa na business meetings hapa na pale. Yeah. Actually nimerudi Kenya jana. Kuna time nilijaribu kukutafuta ukaniambia hauko wiki. Yeah. Nilikuwa na meeting huko Dubai. Yeah, ile business nilikuwa nakwambia. Okay. Yeah. I hope mambo ilisonga vizuri. Sitasema iko sawa ama iko aje, but we are trying. Mona kazana. We are trying our best. Yeah, sure. We wish you all the best manze. Despite ya mambo yote yenye imekupata, everything will be okay. Yeah, but kwa tunajaribu kusolve kachini, kufanya mambo moja mbili hapa kwa sababu tumeongea na wao waliwa away na tumejaribu kutafuta a solution. Yeah, tunasonga trust me kwa sababu nimekaa chini nikaongea na Njuguna na dada yake, nikaongea na Njuguna nikajaribu pia kumuongelesha in person at least tuone kama hii mambo juu unajua kudili na watu wazima saa nyingine si rahisi. Lazima tufuate a certain procedure yenye at least lazima yani ufanye kitu penye at least itakuwa mahali mpate solution, si ndio? Yeah, so before ufike hapa nilikuwa na daktari na Njuguna. Tukajaribu kuongea, tukajaribu kutatua hii mambo na tumefikia mahali. Yeah, tunasonga. Na the good thing ni mambo tu inajifunua tu yenyewe. Kiwa hapa tunaona umefikia wapi tangu tutoke hapa. Hatujaiongelelea hizo mambo sana. Na by the way mmekuwa mkiconverse na nani na Wanjiku. Na Wanjiku. To be honest, mi sitachocha ama nidanganya ama niseme nini. Unajua mtu mzima haupaswi kumfuata kila mahali kama unaelewa. So wakati mwingine ni vizuri pia unapatia mtu space at least ya maybe to come up, yani ajirudie, to come on a senses maybe aone alikosea ama kukosea manini. So I just decided kumpatia tu space aone maybe alikosea ama kukosea manini. So definitely we have not been communicating. Yeah. Oh, that's at least I'm getting something from that. Lakini Wanjiku ni strong ngumu. Wanjiku ametuzungusha. Ni maisha tu. Tutasema nini sasa? Unajua wanaume waliumbwa wateseke, na pia every day
every time we learn new things. So pia tunaendelea kujua na you understand, yeah. Oh, I get you. Yeah. So in that line, nilikuwa nakwambia tulipatana na daktari asubuhi na tukarudi tena tukapatana na Njuguna. Tulikuwa na wao wawili hapa kwenye tumekaa. Yeah, na waliondoka kiasi kwa wakati. Kwa hivyo nao tulikaa chini na wao tukazungumzia mambo moja mbili, na nikiangalia vizuri nikiongea na Njuguna ni kama hamsikizani ile apart from history ya nani, ni kama hamsikizani kwa sababu let me cut you. The reason as to why hatusikizani for me and to him ni kijana mdogo kwangu kwa miaka na pia experience ya maisha, so unajua sasa ni kama kunikalisha chini na bro wangu kuanza kumwambia sijui unajua huyu alifanya hata yani itakuwa utamfanya nikosea heshima, unaelewa? So that's why nataka kumuonyesha hapo chini yangu bado hajajua mengi. So si ati kuna mambo mingi yenye iko mimi na yeye si ati nimemchukia ama tumekosana ama nini, nile tu nataka nimuonyeshe bado yeye ni kijana mdogo haja experience hizi mambo, atulie kwanza. Unajua tulikuwa hapa asubuhi na yeye tukajaribu kuongea pia tuka involve daktari, na after involve daktari mambo hayakwenda vizuri kwa sababu daktari aliweza kutuambia kuna venye alikuwa anatudanganya. Kwa hivyo huyo kijana tu I knew it. Kwa hivyo nikasema at least tusikie kutoka kwako, maybe wewe ndio utatupea the right side of the story. So apart from nyinyi wawili kukua wewe unataka sistake na whatever happened na babako nini, kuna story nyingine inaweza kuwa inainterfere na nini? I don't think kama hivyo this boy, you will allow me to call him boy because bado ni kijana mchanga bado. So sidhani kama kuna kitu yenye inaweza mfanya anichukie kiasi ya kwamba hataki nikioa dada yake, unaelewa? So I'm trying to figure out kitu yenye sioni juu mimi huyu ni rafiki yangu kutoka kitambo na si ati namchukia. So after amekuja campus sasa unaona nile tu namlea unaona nini ile tu rafiki mimi sioni kama kuna mahali tulikosana. So kitu yenye namjua nayo ni hiyo, so that's why sijaimuataka kama nini. Tukiingia mambo ya hapa tu mimi naona tu akiniataka juu ya dada yake, sielewi ni nini. I don't know what is happening. Yeah, so hata mimi I'm confused actually, I don't know. So nimekuambia story ya campus cause mimi tukiwa huko sijaiona mahali tunangwaruzana ama nini, sijaiona. So I'm wondering nini naweza kuwa hicho. Yeah, sijui. Sasa ndio umeongelea story ya campus. Hakuna kitu kingine unakumbuka hapo kwa campus ifanyika? I don't think. Unajua sasa unaelewa tu, hata I think pia uko na experience for the year kutembea na first year sio rahisi. Si rahisi. So hakuna mahali tushaipatana ati tukakosana ama nini. I don't think kuna any place. Yeah. Okay. Ni sawa basi ni sawa basi. Unless brother kuna yeye anaendelea ajacha nikuuliza haya brother. Brother wangu anaendelea fiti. Actually sasa hii ako job. Ako job. Mungu anaendelea kutubariki. Naam. Yeah. Nilikuwa nimejaribu kuongea naye nione kama atafika, akaniambia "Oi, leo ameshikana sana." Nikamwambia "Oi, leo", akaniambia "Hebu pigia simu yeye ndio ameland jana." Ameshikana. Tuone kama anaweza make kukuja. Ameshikana sana. So kitu yenye imenifanya nikakuja hapa actually I'm worried and I'm not ready kuachilia huyo mrembo aende cause to be honest I love that girl so much. Na singefurahia nione akiteseka huko nje na feelings ama nini, unaona? So that's why I decided to honor kuniita kwako. That's why I'm here. Yeah.
Now, so on your own view umesema hakuna kitu ambacho mlikosania na nani? Sioni kama hiyo. I don't think. Tayari hata naona daktari ndo wale wanakaribia kufika. Unless akuja atuambie. Nani daktari? Daktari ama huyo kijana tu akuja atuambie kwa sababu unajua naweza kuwa nilimkosea in one way or the other na sijui. So sijui na sioni mahali tushikosana na wewe. Tayari nadhani wanaingia kwa sababu hakuwa ameenda mbali. Daktari. Tayari ushafika? Yes, ushafika. Yes. Msalama? Tuko salama. Labda wewe daktari? Salama kabisa. Njuguna. Unaweza kuja ukae. Tafuta mahali. Namuona Simiyu. Simiyu uko salama? Niko salama. Daktari. Tayari nimezungumza na Simiyu hapa sasa na at least nimesikia side yake, upande wake wa story. Kwa hivyo sasa ningependa nikukaribishe angalau uweze kuongea naye, kwa sababu mimi kwa maoni yangu tumeongea na yeye na amesema hakumbuki chochote ambacho anaweza kuwa amekosania na nani na Njuguna, pengine vile ulikuwa umetuambia. Mimi nimefurahi sana kwa kweli kwa sababu umemleta hapa Simiyu. Unajua ni kweli ni ya maana kila mtu aufahamu kweli kati yao wote wawili. Sijui kama Simiyu amekufahamisha ukweli ambao ndugu yetu Njuguna alisema. Hajanifahamisha lolote, amesema labda amekubali walisoma pamoja miaka mitatu ambayo ilipita. Naam, amekubali walisoma pamoja. Amekubali ya kwamba kuna dada mmoja ambaye wote walikuwa wanamtaka ambaye alifahamika kwa jina Selina. Ameniambia hilo alijui. Simiyu umfahamu Selina? Selina hiyo ni mambo ya kitambo sasa. Hata nilidhani tulimaliza hiyo mambo. Ulimaliza hiyo mambo na unataka kuchukua sister yangu kama revenge. Kitu gani imeisha hiyo wakati ni nini? Wewe mtulie. Nini unasema umaliza? Nini unasema umaliza? Kwani umaliza? Actually. Unanishika. Nini unasema umaliza? Kwani kuna kitu mbaya? Mbona namtulie? Kijana, nitakuua. Nitakuuliza mimi. Alikuwa kufanya kazi yangu. Sijui niifanye kazi yangu. Daktari hapana. Huyu unaweza huwa mimi. Mtulie. Bana. Nini unataka nimeju? Alifanya kazi yangu. Njuguna nifanye kazi yangu. Simiyu, umesikia? Simiyu mtulie. Kuja msije kuwatoanisha. Nipo Simiyu, sisi wote ni watu. Utulie. Nataka kufanya revenge. Utulie. Revenge tunataka. Tulie ujue ukweli. Umesikia? Si uko hapa Tulie hapa nifanye kazi yangu. Daktari usifanye. Tulie basi. Tulia basi. Daktari usifanye. Mimi si uko hapa kufanya revenge. Nakujua vizuri sana. Napenda sister yako. Nakujua vizuri sana. Sasa mkipigana nyinyi ndio mtakuwa tu in-laws. Nakujua vizuri sana. Njuguna. Ni revenge tunataka. Njuguna. Daktari atakwambia. Tulie. Mimi napenda sister yako, si revenge. Naam daktari. Nile jambo ambalo mimi nalifahamu. Yale mambo ambayo umeyaona hapa ni mambo yalitendeka miaka mitatu ambayo iliyopita. Ule wakati ambao Simiyu alifahamu ya kwamba Njuguna anamchumbia Selina. Baada ya kujua mambo yote ambayo Simiyu alimfanyia Selina, hakukuwa na amani kabisa mpaka wa leo. Hilo Njuguna hataki kulizungumzia. Yale anayaona ni makosa ambayo yale Simiyu anataka kuyafanya. Anaona kwamba Simiyu anataka kulipiza kizazi. Na hilo si jambo ambalo analifanya. Mwambie. Jambo moja analifahamu ya kweli. Simiyu anampenda sana dadake Njuguna. Uongo. Njuguna utulie, napozungumza unyamazi. Anataka utulie Njuguna. Simiyu hapa atatuelezea kabisa kama alimsamea Njuguna. Simiyu ulimsamea Njuguna wakati huo? Sina shida na yeye. Nilimsamea. Umeasikia? Njuguna bado ndo hajapona donda hilo katika moyo wake mpaka wa leo. Na anafaa aukubali ukweli leo na hawe huru. Njuguna.
Hapana, huyu mtu anataka kufanya revenge na sister yangu. I can't accept that. Mimi sina shida na sister yako. Na sina shida na wewe. Kitu yenye iko ni mapenzi tu. Hakuna kitu kingine. Kwa hivyo tukikupea sister yako utamtunza vizuri. Kabisa, hata yeye mwenyewe anajua. Yeah. Na niko very sure tukimaliza hapa kila mtu atajua ukweli. Atajua ukweli ya kwamba napenda sister yake. Yeah. Si uko hapa kumpa dhulma ama nini. Ni mapenzi tu ya moyo. Daktari, hii ni kweli? Ni kweli kabisa. Simiyu anaweza akakuelezea mambo ambayo aliyafanyia Selina. Kama si huyu Njuguna. No. Simiyu hana moyo mweusi kama Njuguna. Njuguna, mbona ukaamua kubeba grudge hadi saa na tayari inanyesha kusamehea? Huyu mtu tumekuwa na yeye that full year. Niite jina langu, acha kuniita mtu. Mtu ni mwenye ako kwa sanduku bwana. Wewe ni mtu. Wewe ni mtu. Njuguna ni mtu. Mtulie. Wewe ni mtu. Mtulie ama nifanye mambo yangu. Sipendi korofisho. Na hali sili tulilozungumza sio? Ndio. Sipendi korofisho machoni pangu. Itabidi tumetafuta mtu akuwa anatusaidia kwa hiyo kazi ya Ako after revenge huyu mtu. Namjua vizuri sana. Tumekuwa marafiki 1 year in that school. Unajua? Unajua mtu mzima kubishana na mtoto? Mimi na kama mtoto kwako. Pengine unaweza onekana ukiwa mjinga. Mimi ni mtoto. Yeah, kiakili sijui mbona. Mimi sitaki nikutusi mbele ya daktari lakini chunga mdomo wako. Mimi sina shida na huyu kijana, Njuguna. Kitu yenye iko ni heshima. Ngoja kiasi. Acha nikurudishe miaka 3 iliyopita. Wakati ule Njuguna alikuanga alijoin campus first year. And actually huyo msichana unasikia daktari akisema anaitwa Selina walikuwa mwaka mmoja first year. Mimi sikataa, nikakuja nikapatana na mrembo vizuri. Venye wewe unaweza patana na mtu umcrashie mwanza kuongea. Wakati ule Selina alikuwa rafiki wa nani? Wa Njuguna, mabesti. Unaelewa? Sasa mimi nikajenga uhusiano mzuri baina yangu na Njuguna. Unaelewa? Nikamwambia venye tu acha tu ni refill. Venye tu unaweza enda upatane tu na rafiki umweleze mwambie kuna msichana kwa mahali nimemfanya nini? Nimempenda. So, juu ni rafiki yako nisaidie kufanya nini? Kumpata. So mimi nikaongea na Njuguna vizuri, tukaongea. Msichana ikafika mahali tukaanza akanisaidia tukaanza kupatana na yeye nini, unaelewa? So after that sijui ni nini ilibadilika kwa moyo wa Njuguna. Sijui aliona chuki, sijui aliona nini, sijui aliona tunaenda mbali ama ni nini. Sielewi. So after that chuki ikaingia. Mimi nikaona si vizuri niendelee kukaa mahali marafiki wa huyo msichana hawanitaki. Maybe wanaweza panga kitu waniumize. Unaelewa? So mimi nikaamua kutoka tu pole pole. Juu sikuwa nataka kuharibu uhusiano wa kinyumbani mimi na Njuguna na pia sister yake. Unaelewa? So mimi nikajitoa pole pole bila wao kujua. Hata wewe msichana mahali yako juu sasa najua ako na mtu hata kama kuolewa. Sasa hiyo ukiuliza Njuguna yeye mwenyewe atakwambia. So mimi nikajitoa, si kumwambia, nikajitoa pole pole. Na sasa wakati wenye daktari ameongea hiyo kitu ndo imenisink no, nikaona maybe mimi kwa Selina mimi nikajitoa polepole juu sikuwa nataka kuharibu uhusiano wa kinyumbani. Hapana, au kujitoa. Unaelewa? Kama hiyo kujitoa. Huyo dema alikuwa anamtaka. Acha nikwambie. Unajua saa hii Njuguna anaongea hivyo juu saa hii tuko na ama tunaendelea na mapenzi na dadake. Unaelewa? So maybe anadhania mimi niko hapa kufanya nini? Kufanya revenge. I'm not here to do revenge, man. Alice, kama ni wewe, unaweza kubali mtu kama huyo hao? Daktari hata anaweza kubali. Mimi hata saa hii nipasuliwa moyo. Saa hii hata moyo wangu umejiandika hapo unapenda Wanjiku. Utombolewa tu saa hii utolewa hapo unapenda Wanjiku. So, si uko hapa kunyanyasa dadako bwana.
nakuuliza tu swali moja. Vile umesikiza hiyo story. Si mimi niko sawa kukataa? Juu sasa uko sawa aje? Wewe unajua nini kuhusu mapenzi wewe? Unajua nini? What do you know? You are there for revenge. What do you know? Sasa revenge surely. Acha nikwambie. Saa hii ingekuwa ni revenge, ningekuwa nishafanya kitambo. Na si mimi ningefanya, ningemtumia marafiki wangu wengine wa mtende na wamwache. No. Acha nikwambie. Sharp people, hawajipeleki kwa mtengo. Wanatumia fake things ama objects kwenda ku test that thing kama ni ukweli. So if it was a real revenge, ningetuma marafiki wangu waende wamtest. So I'm not here to do revenge. Hata sister yako anaweza kuambia vitu zenye nimemfanyia ni mingi sana actually from my heart, willingly, si ati ni kutumwa ama nini. Hata yeye mwenyewe ukimkalisha, na I'm very sure from my back of mind I'm very sure you know the truth. Ni venye utaki kusema Alice, ni venye utaki kusema. Sikiza huyu mtu, kitu yenye imemleta hapo ni revenge. Juu anataka kuoa sister yangu apate time akuwe close to her. Let me talk. Sasa nikuulize surely, wasichana huku nje ni wengi, unaelewa? Pesa si ati ni ile time siku anazo. I have money. I can take everything yenye nataka. Yes. So if ni hicho kitu anasema, those things zilikuwa zinafanywa na watu wa kitambo. Sasa hii ni kufocus. Sasa hii if si mapenzi ya ukweli surely singekuwa niko hapa na force issues ni tupatanishwe na sister yako. And actually I'm here kusaidia hii familia. I'm here kusaidia. Why? Because tumetoka huko chini, tumelelewa, sisi wote tunajua mali. Kwanza wewe jisaidia. Na mtu akiomoka si ati anapeleka kama wewe ni mtu wa Kisii. Si ati unapeleka mali na huko Malindi ama Mombasa. Unakuja kwanza unatengeneza kwenu. So that's why after our sister, at least tuujenge home nini, tuinuane hapo kijijini, unaelewa? So si kumbuka sitaki ni focus. Yes, focus. Kwanza aje nikwambie Alice. Huyu mtu vile anasema nataka kutusaidia, jisaidie kwanza, sawa? Kitu ya pili. Hujasikia amelandi jana kutoka Dubai. Hakuna shida. Unajua? Labda alishuka kutoka kwa mti. Let me. Kitu ya pili, tulia, nimetulia ukaongea, sawa? Alice, face me. Kitu ya pili. This man, hakuna kitu inanitoa hapo. Ako after revenge. Anataka kuoa sister yangu, akuwe close to her. Ndo akikuwa close, mission yake amalize. Na no way nitakaa hapa nikisikiza nonsense. I'm not after revenge, bro. Nonsense. Tulia nikwambie, hata ukienda I'm here to prove you wrong that true love exists. Bado iko mapenzi ya ukweli, bado yako. Yako. Daktari anaweza kuambia, you know, hii akili ni ya mtoto. If this man was mature enough, angekwanza akae chini asikilize venye daktari anasema, venye sistaki anasema, venye mimi nasema, and then afanye kitu inaitwa evaluation. Examination, una examine point ya huyu na huyu. And then kama you are very sure you are wise, you come up with the solution. Si ati unaruka hapa kama kiwete. Sasa anafanya nini? Hizi ni nini anafanya hapa? Hata daktari anaweza ongea. Umenyamaza sana. Umeshuhudia hayo yote. Na wasikiza wote. Na yale yote ambayo Simia anasema ni ukweli na ni ukweli mtupu. Njuguna hataki kulikubali hilo. Na najua sababu ni ipi. Unajua lile ambalo hata Njuguna alifahamu ni ya kwamba hata hayo mavazi ambayo amevaa dadake yalimzawadi kama zawadi. Hiyo yote ni pesa ya Simia. Actually ni pesa ya Simia. Last time kama unakumbuka ukweli, si pia alikuwa hapa. Sijui ulisahau, na daktari pia hakuwa, lakini anajua. You understand? Last time niliwaambia nini? I have a collection by the name Urban Collection. You understand? You remember na? So hizo nguo mimi nikakuja nikagift dadake, na pia nikamwambia juu uko na brother mwingine, enda fanya nini? Enda umsurprise. So si ati nafanya hivi juu ya chuki ama revenge. Actually I'm after love. True love, nothing else. Yes.
Sawa daktari. Sasa tutafanyaje? Yale ambayo tutafanya, Simiyu ameufahamu kweli, Njuguna pia ameufahamu kweli. Imebaki dadake Njuguna Wanjiku, naye pia ufahamu kweli, na mambo haya yote yatakuwa yamekwisha. Kwa sababu Simiyu ameufahamu kweli, Njuguna pia ameufahamu kweli. Sasa yule ambaye amebaki ni dadake Njuguna Wanjiku, naye haja ufahamu kweli. Kisha mleta mimi nite, mimi niko kaitika. Sawa basi, wacha tumtafute aje. Yeah, so in the meantime guys, subscribe, like and share. Sijui how are you finding the story? Kumbe hata mambo tulikuwa tunafikiria tutasolve si wenyewe, kuna mambo ingine guys. Yenyewe familia zimebeba mambo. Let me tell you. Now kama unataka kusaidika pia wewe uko na issue uko hapo hivyo, you can reach out, our number iko hapo hivyo kwa bio. Uniambia Alice, kuna shida hii na hii, nataka kumwona daktari. Mimi nitakuelekeza direct kwa daktari na uweze kukusaidia. Kwa hivyo guys, in the meantime nyinyi muendelee kuwatch, pia mshare to your friends waendelee kujua venye mambo iko, na mimi nitafurahia.